unamwambia mke wako asema haupo wakati uko ndani. Unaniona mimi mjinga eh? Jamani. Nimejificha mimi lini? Na kwa nini nifanye hivyo? Au kisa nadaiwa? Kaka, inadaiwa nchi kubwa kama Marekani. Sembuse mimi. Sema tu huwa tunapishana bwana. Mimi siwezi kujificha kukimbia kwa sababu ya hiyo pesa yako ndugu yangu. Mbona umenitia huko? Kuna nini? Nataka tuongee. Jamani. Sasa kwani kulikuwa kuna ugumu gani ya kuongelea ndani Kevi? Sitaki Tina asikie. Hata mama pia sitaki asikie paka pale mpango wangu utakapokuwa tayari. Kevi, unajua tangu Dennis akwambia kuwa baba yako anahusika na mauaji ya babake, umebadilika sana. Umekuwa mnyonge, yani umekuwa dhaifu. Hujui kama hicho kitampa yeye ushindi? Hilo jambo mimi siamini kama lina ukweli ndani yake. Ila ninachokiamini mimi, Dennis anatafuta silaha ya kukunyongonyeza ile uwe dhaifu mbele yake. Na unavyoendelea kuwa hivyo, unampa yeye ushindi. Hivi, hata kwa akili tu ya kibinadamu ndogo, kama kweli zile mali zingekuwa ni za marehemu baba yake, kwa nini alikuwa anahangaika kuziangamiza? Dennis amefanya matukio mangapi ya kuiteketeza ile kampuni? Na kwa nini asiseme kipindi chote hicho, kipindi cha Maru wakati upo hai? Kwa nini asiongee hivyo? Haya, mzee watu kafariki. Kazi soma mbali zote kazipeleka kwa mzee Gamba, baadaye kazivutia kwake. Hivi uone kama hiyo ni tekniki tu ya kukunyongonyeza? Anachokitaka Dennis ni wewe usiwe na nguvu ya kuendelea kuipambania ile kampuni. Ili uwisi kila unapopambana, uwisi unapambania kitu ambacho sio cha kwako. Hiyo ndo silaha yake kubwa. Kakushindwa kwenye mipango yake yote. Na mpango pekee aliyobakiza ni huu, wa kukufanya wewe uwisi unachokipambania sio haki yako. Ni kweli unachokisema. Lakini sio kitu ambacho nimekuita tuzungumze hapa. Basi leo niko hapa nilipe pesa yangu.